Okay, yeah. So karibu kwenye hii moduli ya 4 au part ya 4 katika mentorship program yetu ya kutengeneza pesa. So this is so powerful, na hii ndo sehemu pekee guys, if you want to make money out together. Hii inaitwa the sales closer script, yani DM unazibadilisha kuwa cash, na tumeshaona sasa kule kwamba umeshachagua soko, umesha anza kutengeneza content, tayari watu wameanza kuengage kutumia message. Sasa how can you communicate with them? Unaongea nao vipi? Guys, kuna watu ambao wanafanya biashara wanapata wateja, lakini mwisho wa siku wanashindwa ku close deal na wauzi, wanachat na watu zaidi hata 100, lakini unakuta anauza kwa watu wawili mmoja. So huo unatumia nguvu nyingi, lakini matokeo ni kidogo. Sisi tunachoenda kufanya guys ni kutumia less effort na kupata a huge result. Are we together? Na lengo la hii moduli ni kwamba ni kugeuza kila neno. Mtu anauliza how much, au shingapi, au bei gani, uligeuza kuwa pesa halali ambayo itaingia kwenye mpesa yako au tuko pesa yako. Au together, na this is so proven kufanya kazi. Kwa hiyo make sure unafanyia kazi kila ambacho I'm teaching you guys, kwa sababu ni kitu ambacho nakiishi. Na dhahabu, I mean kanuni ya dhahabu, asiyeuliza maswali kwa mteja wake obvious aweza akapata pesa au akaweza kuuza. Siku zote watu wengi wanapenda kujielezea, kujitetea kuhusu product. Hiyo wewe unaonekana muuzaji na sio closer au mtoa huduma. So kosa kubwa wauzaji wanafanya ni kujibu bei mara moja tu wanapoulizwa how much. Mteja ameuliza bei gani, muuzaji mbaya atasema ni shilingi 50,000 mkuu. Umeona, mteja atasema sawa, hatorudi tena au nitakurudia, nitakucheki. Ndio imeshaisha hiyo guys. So usifanye hilo kosa. Sasa muuzaji ambaye ni sniper, yeye atakwambia karibu sana mkuu, kabla sijakupa bei ya package yetu, ningependa kujua unataka kupunguza kilo ngapi, let's say upo kwenye soko la uzito, au ningependa kujua exactly kitu gani kinakusumbua ili niweze kuona namna gani naweza kuhudumia kulingana na changamoto yako. Na hizi ndo script guys, I'm giving you script ambazo you can ask your customer na utaenda naye hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa nini unafanya hivyo? Unataka mteja aanze kujieleza, umeona, kuhusiana na changamoto yake. Akijieleza maanake akianza kujieleza anaanza atajiuzia mwenyewe mwisho, at the end of the point. Wanaambia wanafunzi wangu ni kwamba ukiwa unaongea na mteja, yani kati ya wewe na mteja, atakayeongea mwisho ndo atakayebaki na product. Sasa wewe kama unajielezea tu alafu nataja bei fulani alafu umwambie chochote, umwachie swali, which means wewe ndo utabaki na product, atakwambia nitakucheki. Lakini ukimruhusu yeye ajielezee, maana at the end ukiendelea kumquestion maswali zaidi atakuja kujiclose yeye mwenyewe. Na point ya pili kwenye hii moduli ya sales mechanism script ni kwamba script ya kikatili ambayo ni hatua kwa hatua unafanya hivi. Sikiliza kwa makini. Hatua ya kwanza kabisa, the connection. Lazima uanze na connection, utengeneze lamport, yani salamu, utengeneze, inaweza kuwa ni salamu lakini pia na maswali kadhaa. Mteja akikudm usimpe bei, muulize maswali la kumfanya ajione yuko sehemu sahihi, ajifeel proud of being there. For instance, utamwambia hivi, shukrani, asante, let's say, shukrani kwa kuniamini mkuu, ili nikupatie ushauri sahihi. Je, changamoto hii imeanza lini na umejaribu njia gani kuitatua mpaka sasa na bado hujapata matokeo? Yaani unataka ujue changamoto yake ilikuwaje na amejaribu nini na bado hajapata matokeo, na wewe unatakiwa umtoe kwenye moto umpeleke kwenye amani. Are you together? Yeah, so make sure una do that. Point B hapo unamwambia hatua ya pili, una agitate the problem. Una aggravate problem, unalikuza tatizo. Kuonesha ukubwa wa tatizo. Mteja akishajieleza usikimbilie kuuza guys. Mwambie madhara ya kutotatua hilo tatizo sasa hivi, ili at the end aone kuna ulazima au kwa nini inatakiwa afanye manunuzi sasa hivi. Umeona? Let's say unaweza kumwambia pole sana mkuu, ukweli ni kwamba usipochukua hatua sasa hivi ili tatizo linaweza kuleta madhara makubwa zaidi. Mtajie kulingana na soko lake. For instance, mwambie let's say ana uzito mnene, umeona, unaambia unaweza kupata pressure, kupata sukari, na hao ndo madhara. Kama ni mwanaume utamwambia hata nguvu za kiume zitaisha, umeona, maana yake utakuwa hauna uwezo wa kuperform. Kama ni mwanamke mwambie okay, ukiwa na umbo baya, umbo lako halijakaa vizuri, utaweza kuachwa pengine na mpenzi wako au utakuwa na thamani yote. Kwa maana yake hiyo ndo hofu yake yeye. Umeona? Una aggravate hofu yake. Uzuri ni kwamba uzuri ni kwamba suluhisho au tiba yetu imewasaidia watu wengi wenye changamoto kama yako.
Kwa hata wewe ukichukua hatua sasa hivi, I'm guarantee you you're going to get result. That is so powerful, very short and straight. Hatua ya tatu, hii ni suluhisho, una give suluhisho value. Unauza sasa usamani na sio bidhaa. Tuuzi product, we are selling usamani kwa hiyo product. Ndio maana watu wengi wanashindwa kuuza product zenye high ticket, yani zenye bei kubwa, kwa sababu wanauza kama product, hawauzi kama usamani. Au together hapa tunasema unataja bei, lakini unaanza na faida kwanza, so unataja tu bei. Mfano unaweza kumwambia package yetu itakupa faida 1, 2, 3 na utapata mwongozo wa chakula bure kabisa kama utaweza kulipia sasa hivi, na gharama yake ni shilingi 550,000. Ni sawa, ukamwambia, ambayo ni sawa na gharama ya chakula cha siku 2 tu. Umeona? Lakini hii inakupa faida au matokeo ya kudumu milele. Si unanielewa hapo? Hatua ya 4 hii inaitwa scarcity, hii inaitwa urgency, FOMO, fear of missing out. Guys, watu wananunua kwa kuona wanataka kukosa kitu fulani ambacho ni muhimu. Watu wanapenda kuchelewa. Guys, usipowapa sababu ya kununua sasa hivi ni ngumu kuweza kulipia hapo baadaye. Mfano unaweza kumwambia kutokana na wingi wa watu, wiki hii nimebakiza nafasi 3 tu, au kwa leo kuna ofa ya watu 3 tu ambao nataka niwasimamie kwa ukaribu zaidi, one on one. Na ukilipia leo maanake utakuwa mmoja wa watu watakaoanza kuona matokeo ndani ya siku 5 tu. Sio, unanielewa? Very short. Hii ndo script guys. I promise you I'm giving script. Hii ndo script ambayo inatakiwa uishi nayo. Na hapa ukifanya hivi you are going to win. So make sure you do it. Point ya 3 kwenye hii moduli ya sales script maanake ni jinsi ya kushughulika na vipingamizi. Maanake kuhandle objection. Yaani mteja amekwambia nitakutafuta. Mteja amekwambia nitakucheki baadaye. Usikubali kirahisi. Jibu la kikatili ambayo inatakiwa umpe ni kwamba sawa mkuu, naelewa, ila nikuulize tu, ni nini kinakuzuia kuanza leo au kuchukua hatua sasa hivi? Je, ni upande wa bajeti yako au kuna kitu hujaelewa vizuri ili nikuweke sawa au nikueleweshe? Hapo unamrudisha kwenye mazungumzo, kwa sababu mteja anaweza akasema nitafute pesa, sasa hivi sina pesa. Kumbe hiyo sio sababu, kuna sababu nyingine nyuma ambayo imejificha nyuma pazia. Inaweza ikawa labda hajakuamini bado, umeona vitu kama hivyo. So namba 4, psychological trigger, the screenshot. Sasa hapa hii ni so powerful na watu chache sana wajasiriamali wanaishi au wanaitumia hivi. Sasa unafanyaje? Sikiliza. Wakati unamjibu mteja wako kwenye DM, let's say mna chat WhatsApp, mtumie screenshot ya mteja mwingine aliyepata matokeo ndani ya dakika hiyo hiyo, within a second, bado hajapoa. Kivipi? Kwa mfano, wakati wewe unasubiria na unajishaua, let's say unamtaja Mr. Joseph, kuna huyu hapa mteja aliyeanza wiki iliyopita na tayari ameshapungua kilo 2. Nataka na wewe uwe na story kama hii mkuu. Unaonaje? So powerful. Akishaona testimony, watu wanakuwa wanapenda kuona watu wengine wamenufaika, kuona ni njia ambayo sio yeye wa kwanza, ni proven and tested kufanya kazi. Are we together? So kazi nataka ufanye kwenye hii module the homework, ni lazima uweze kudraft script yako ya DM kulingana na nichi yako. Alafu screenshot mazungumzo yako ya wateja 3 wa kwanza. Hapa nitakurekebisha makosa na jinsi ulivyojibu. Are we together? Make sure unafanya hivyo. Lengo la wiki hii, wiki ya 3 ni kugeuza angalau wateja 2 kuwa mauzo ya kwanza. So I want to see this guys. I want to see. So let's go to the another ascension, final ascension, sehemu ya 5. So make sure unafanya hivyo ili tuweze kutengeneza empire na kuweza kutengeneza pesa nyingi zaidi.